Dar es Salaam haitaki watu wa staili hii. Namba moja, Dar es Salaam haitaki watu wanaochagua kazi au watu waliokuwa serious sana na kazi. Umeona? Namba 2, Dar es Salaam haitaki mtu ambaye anataka maendeleo ya haraka pasipokuwa na bidii, pasipokuwa na uvumilivu. Kwa sababu wafanya biashara mnaofanya biashara Dar es Salaam, biashara kama mnafika karibia 50,000 au hadi laki, saa nyingine hadi 5,000, 10,000. Yaani mnafanya biashara hii moja. Kwa hiyo inabidi uwe mvumilivu kwenye matokeo ya hela unayoipata. Umeona? Namba 3, Dar es Salaam sio kuna hela za akili tu, no. Kuna baadhi Dar es Salaam unaweza kupata hela kupitia nguvu zako. Yaani nguvu zako vivyo zinaweza kukupa hela. Kuna sehemu nyingine unaweza kutumia akili. Ndio maana hata mawinga tu Dar es Salaam wanaishi maisha mazuri. Hata madalali tu wanaishi maisha mazuri kwa kutumia tu akili. Umeona? Kwa hiyo usije Dar es Salaam kwa kutegemea nguvu tu au kwa kutegemea akili. Yaani utakachokiona cha kutumia nguvu, tumia nguvu. Utakachokiona cha kutumia akili, tumia akili. Kwa hiyo usije ukafikiri labda Dar es Salaam watu wanaishi maisha mazuri. No. Umeona? Namba 3, usije Dar es Salaam ukafikiri labda Dar es Salaam labda ni sehemu labda ya kuuzia sura, labda unavyosikia wasanii wakina Diamond, wakina Chidi Benz, wakina Harmonize wapo Dar es Salaam labda utaona. No, unaweza ukakata miaka 20 ngapi na usiona wasanii labda ambao kwenda labda wako leaders ili wanapiga show, ndio utaona. Yaani kama ulivyokuwa unaona mkoani kwenu, na tena unaweza kaona wasanii mkoani kwenu, kaja Dar es Salaam kakaa miaka na usiwaone wasanii hao. Kwa usije Dar es Salaam kategemea vitu hivyo. Namba 4, Dar es Salaam ni jiji la starehe, lakini vile vile ni jiji la suruba, kwa sababu kila kitu, kukojoa mkojo wako ni hela. Achana na huko kwenu huko unazunguka nyuma ya pembe ya nyumba ya mtu hajaona, unachungulia huko unakojoa tu. Kila kitu ni hela. Kwa hiyo ukija Dar es Salaam inabidi ujue kabisa kama naishi kwenye target ya hela kwa kila kitu. Namba 5 na mwisho, Dar es Salaam haihitaji mtu ambaye anafuata mkumbo, anafuata makundi. Yaani Dar es Salaam kupotea ni dakika sifuri. Yaani vitu utakavyovifanya, kwanza unajua tena kwanza serikali ipo karibu sana na Dar es Salaam. Kwa hiyo yani vitu vingi unavyovifanya watu wanakuangalia. Wakikuangalia kwenye location, yani kukupata ni rahisi kuliko hata huko vijijini kwenu uliko kuepo. Kwa hiyo ukiwa Dar es Salaam uwe makini sana na maisha yako, uwe makini na makundi. Usiwe na makundi na watu ambao hawajui. Usiwe na makundi na watu ambao huna hata historia nao, hujui anafanya kazi gani. Unaweza kukuta jambazi, mwisho wa siku anamtafuta jambazi, unakuja kukuta mtu wa karibu ambaye anashindana ni wewe. Unakuja unasota ndani mpaka uje ukamilike labda uchunguzi, ndugu yangu ushakula hata miaka 5. Kwa acha makundi ukifika Dar es Salaam. Naitwa Korindo 93.